mnyama heshimiwi. Si ajabu kwamba alimbeba Mwokozi. Mungu yu mwema abadilisha vyombo dhaifu vikatumike. Ungali mnyama heshimiwi. Si ajabu kwamba alimbeba Mwokozi. My viewers, whenever you are watching your telecast, this is Nairobi Neno Evangelism Center. My name is Apostle Dr. James Maina Wanganga. I want to welcome you to this program, and I promise you that your life will never be the same again. We are here in Nairobi, makutano ya barabara ya Uhuru Highway na Haile Selassie. Taona kijumba kiko hapo kikubwa sana. Hapo ndipo tunafanyanga ibada zetu na tuna mpango wa kumjengea Mungu nyumba mahali hapa. I'm just bringing to you the message of the Lord. And this message belongs to you. I receive from the Lord on your behalf. That's why I'm here to let you know what God wants you to know. In the book of Jeremiah 1, number 9, all the way to number 10. Then the Lord stretched out his hands, touched my lips, and said to me, listen, I'm giving you the words you must speak. Today I have given you authority over nations and kingdoms to uproot and to pull down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. Luke 10 and number 19 says the same. And the Lord said to the apostle, you have been given the power and authority. The Bible in the book of Exodus 3 and 19, as we read first, then God said to Moses, I know that the Pharaoh cannot allow you to go unless the extra power is used. And God promised Moses that he is going to use that power. Today we gather here. I'm just coming to let you know what God wants you to do. You have the power. You have the authority. You have the power. Uko na nguvu. Na Bwana akaniambia nije niongee na wewe nikuelezee maneno haya. Bwana akaniambia nikwambie uko na nguvu. Uko na nguvu umepewa. Akanigusa kinywani akaniambia nimetia nguvu zangu ndani ya kinywa chako na neno langu ukaliseme. You must speak this. Kuna milima mikubwa. Kuna vitu ambavyo ziko mbele zako. Na Bwana akanituma leo nije niongee na wewe Kenya. Niongee na wewe mama. Niongee na wewe mzee. Kuna kitu kinazingira nyumba yako. Kuna kitu kinakuja, kuna wingu nyeusi linakuja. Kenya, kuna wingu nyeusi linakuja. Na hili wingu litagawanyika. Litajigawanya vipande vipande. Na ile nyumba ambalo halitaweza kuingia ni nyumba ile ambayo mwenye nyumba hiyo ni mhuduma wa Bwana. Mwenye nyumba hiyo ana ushirika na Bwana. Huko ndiko ambako hawataingia. Nikaona wingu jeusi likija. Likajigawanya. Likaingia kwa kila nyumba ambapo walikuta kuna nafasi. Likachukua watoto huko, likawapeleka. Naye Bwana kaniambia, enda ufundishe watu wangu. Kinywani mwako kuna uwezo. Kuna mamlaka. Kipengele cha pili, nataka kusikia kila mtu akitumika. I pull down, I destroy, I pull down. Naye Bwana kaniambia nikwambie, nitafanya vile ambavyo watasema wao. Yes, I'm their God. Yes, I have given the power, but I will do according to their request. Umengojea, naye Bwana anangojea unene. Bwana kaniambia nitafanya vitu kulingana na vile wameuliza. Mchana wa leo wale hamna manyumba. Mchana wa leo wale hamna magari. Mchana wa leo wale hamjajenga nyumba yako. That is not from God. That is not from God. Huyu mzee amesema gari zake zililala. Wakaenda mpaka biashara yake kaisha. Wakaenda mpaka kwa nyumba yake. Wakatoa mke wake wakaseparate na yeye. Uliniambia namna gani? Mzee anakuja. Mzee alikuwa anakuja, anaingia kwa nyumba, anatoka. Juu simuongelesha, hata mimi akiingia kwa nyumba natoka. Mzee akiingia wewe unatoka? Akiingia kwa nyumba watoto ndio anaongelesha, mimi aniongelesha.
Huyu anaingia, huyu anatoka. Huyu anatoka, huyu anaingia. Halo? Nataka kukuunganisha na kile kimetoka kwako. Bwana yako ni huyu. Alikuja lini? Ulimpigia simu? Sikumpigia, lakini nilienda nikapika kidheri na akakuja tukakula pamoja, akaniambia tukule pamoja sahani ile nilipandeka. Akakuja akasema mkulie sahani moja. Nikienda kumwekea yake akaniambia tukulie hiyo nilikuwa na hiyo yako. Ni kitu gani kilikuwa kinafanya utoke kwa nyumba? Mimi nilikuwa naona huyu mama ni kama amenidharau, sababu nilikuwa na kazi, nilikuwa na gari mbili zimelala, hazitembei, sina kazi. Sasa nikiona nikiingia kwa nyumba ni kama anaona mimi simsaidii, lakini niko na raha sasa, lakini sina pesa. Wote gari zangu mbili zimelala, nilikuwa na matatu mbili zimelala, wote sasa zimelala. Sasa nikafikiri ni kama kuna madharau juu ya hiyo. Lakini mimi sijui ni kitu gani kilitokea juzi, nikakuja kwa nyumba, hata tulikuwa tumeambia, nikamwambia niwekee, nikamwambia acha tukule sahani moja. Tukakula. Haleluya! Eda msema tazara baadaye. Woo! Tukaomba na huyu mama hapa. Bwana yake akaja na Mungu amenishuhudia usiku wa leo. Pokeeni neno hili, liko na uwezo. Kabla hamjalala, izungukeni ile nyumba na damu ya Yesu. Kabla hamjakula, takaseni hizo chakula kwa jina la Yesu. Kabla hamjasafiri, nataka leo kila mtu angoe chochote ambacho kinamzuia. Maana hizi vitu ni roho. Ukisema inatendeka. Naye Bwana akasema anangojea. Nangojea waombe ili niwapatie. Ninangojea waombe ili niwapatie. Nao watu wanakuja kanisani na wanatoka na wanaenda. Malaika wa Bwana anakuja hapa na vitu. Ameshika vitu hivi, anangojea watu wachukue. Anaangalia atatupa kwa nani, hakuna. Watu wote wanaondoka wanakwenda. Leo nataka wapendwa muombe. Ombeni maana inatendeka. Nilikuwa naomba siku 6 kule Mombasa. Nilikuwa nikifunga siku 6. Siku 3 nikawa sikula chakula, sikunywa maji. Siku 3 ndizo nilikunywa maji. Hiyo picha nimekuonesha hapo mbele. Kuna vitu ambavyo wanadamu wa kawaida hawezi kupata, sababu ziko juu ya anga. Na huko hakuendi mtu ambaye si muombaji, si mfungaji. Kuna vitu ambavyo huwezi kukula katika hiyo level, hata ukapawa leo itachukuliwa, kwa sababu you don't have the power to hold. Bwana akaniambia there are so many enemies who are going with you, but they are not working. They are not together with you. They are there to pull you down. Cast them. Bwana akaniambia kuna watu wengi wameingia katika safari yetu, lakini lengo lao sio kujenga pamoja na sisi. Lengo lao ni kutuvunja moyo. Naye Bwana akasema uwakemee. Kuna watu wengi wanakuja kwako, watakuja kujipendekeza na marafiki zako, lakini Bwana ameniambia usiku wa leo sio marafiki zako, hawajaona maono pamoja na wewe. Bwana akasema wakemee. Kuna uwezo ulio ndani ya kinywa chako. Salimia jirani, mwambie nimekubariki kuanzia leo, pokea baraka zako zote zile ambazo waliiba kwako. Naye Bwana akaniambia ili muweze kufika kiwango hicho, Mungu ameniambia achilieni your past, achilieni kale yako. Sababu Mungu amesema mumebeba mambo nyingi, naye akitaka kuja anakuta nyumba ile imejaa. Sasa Bwana anasema wachilieni ile ya kwanza. Nisomee Jeremiah 18 number 1 and number 2. This is what God said to me. Then from there I'm going to wind up with one scripture, not the message only. Jeremiah chapter 18 verse 1 and 2. The Lord said to me, go down to the potter's house where I will give you my message. So I went there and saw the potter working at his wheel. Wherever a piece of pottery turned out imperfect, he would take the clay and make it into something else. Thank you. Bwana akamwambia Jeremiah, teremka pale chini, teremka hapo chini kidogo. Naye Jeremiah akateremka. Alimwambia teremka hapo kwa mfinyanzi
nitakupa neno langu hapo. I don't know whether you know why you're here. I don't know whether you know what are you doing here. Naye akateremka pale, na alipofika pale akakuta mfinyanzi. Mfinyanzi ni yule anatengeneza nyungu, na wakati ule udongo uliharibika akarudisha chini akafanyanga kitu kingine. Yeremia alikuwa ameangalia pale. Bwana akampana na akamwambia, unaona vile huyo mfinyanzi anafanya? Ikiharibika anatengeneza. Ambia Waisraeli wako kwa mikono yangu, na niko hapo naweza kuwafinyanga niwafanye kitu kingine. Somebody say, I'm here, Lord. Semeni, Bwana niko hapa. Semeni leo, Bwana niko mikononi mwako. Watu wanaoijia nyumba hii, sijui kama kuna mtu anaweza akatoka hospitali kabla hajaona daktari. Ulienda kutafuta daktari, alafu sasa unatoka na una maumivu. Watu wote wanangojeaga mpaka daktari amalize kumpima. Naye Bwana anasema hivi, waambie wako kwa mikono yangu. Waambie wako kwa mikono yangu. Kuna mtu saa hizi yuko kwa mikono ya Baba, anakandwa, anatayarishwa. Utaondoka hapa leo ukiwa kitu kingine, ukiwa tofauti na jinsi ambavyo ulivyokuja. Maandiko yanasema wakati yule wa Musa alipoenda milimani, akirudi alikuwa na waka moto. Alikuwa na waka moto. Watu walikuwa wanatoroka. Genesis 15. Mungu alimwambia Ibrahim, Genesis 15 number 1, I am your God, I've shielded you, I'll protect you. Mimi ni Mungu wako. Oh, nimekuita. Jesus, you are my Lord. God, I want to thank you. Genesis 15 akamwambia, I am your God, I will protect you, I will make sure that you get what you want. Akamwahidi, akampatia na mtoto. After 10 years, after 10 years, baada ya miaka 10, Mungu alipomwahidi Ibrahim kupatia mtoto, after 10 years, Sara mkewe akamwambia, chukua huyu msichana wangu wa kazi. Akamchukua, akazaa naye mwana. Genesis 17 and number 7. Genesis chapter 17 and verse 7. I will keep my promise to you and to your descendants in future generations as an everlasting covenant. I will be your God and the God of your descendants. I will give to you and to your descendants this land in which you are now a foreigner. Fikisha hapo. I will keep my promises. God says that I'll keep my promises. Nitaweka ahadi zangu. I will hold my promises. I will keep my promises. Hiyo shamba nimekupatia, hiyo mji unaokaa nitakupatia uwe mji wako. Mtu aseme amen. Hiyo mji unaokaa nitakupatia uwe mji wako. Mtu aseme amen. Anzeni kuja mbele za Bwana, sio kama Sunday school. Anzeni kuja mbele za Bwana ukiwa umeandika, ukiwa na kile ambacho unataka Bwana atende. Jamani, anzeni kumtafuta Mungu. Anzeni kumtafuta Mungu. Umjue wewe kwanza. Na huyo akamwambia, kama ni wewe Mungu, hii ngozi iwe na maji na kwingine kumekauka. Asubuhi akija akakuta ngozi vile alisema, akabadilisha. Akamwambia, kama ni wewe Mungu, sasa kwingine kuwe na maji, ngozi. Akamwambia, ngoja, kama ni wewe, wacha nikuletee sadaka. Akamwambia, enda. Sadaka hii unaona imeua wokovu wa watu wengi sana. You have spoiled your points. Umeharibu pointi zako. Sababu what you give is what is rejected. Kile mnapeananga ni kile cha kutupwa. Mnapeananga karatasi ya juu ya omo ikiwa haiko. Wale wenye uwezo wanafanya kama wale hawana uwezo. Yako ni nini? HIV.
HIV. Na kutafuta wewe. Fire is on your kingdom. In the name of Jesus. Down, down. Come out. Come out. Come out. Every power. HIV ni nini? Lea. Lea na wende. Lea. HIV. Toka. Toka. HIV. Kwa jina la Yesu. HIV. Toka. Yesu amekuja. You are free. Wake up. Kuja hapa. Fanya hivi. What do you feel? Na kisungusungu mingi. Hata kutembea imekuanga ni shida siku hizi. Na sasa unasikiaje? Sasa nasikia at least imekuwa mwili na nguvu. Sasa shida ile nyingine niko nayo pastor, sitaficha kanisa. Nimehangaika kusema siku mtoto anatumia dawa, mimi natumia dawa. Sasa chakula kupata, atupatangi kipasa mekosa pesa ya biashara. Nikiomba mwenye naomba ananiambia nitatoa wapi na niko karibu kukufa. Nani unaomba nani? Nikiomba tu mtu yote hata hao masista zangu wako na pesa, lakini inakwanga ni kicheko kwa maisha yangu juu na hata namezanga dawa 8 kila siku. Dawa 8? Waliniambia niko line ya mwisho. Sasa hii round niliacha kama nimepimwa damu. Sasa wakaniambia nirudi mwezi huu wa 10 waende waone hizo dawa ni kama zimenikataa mwili na sitapewa dawa nyingine. Nikasema tu ni Mungu juu ni yeye ananidanga hiyo wakati yote. Sasa ile shida kubwa nikaona yeye saa hii kukosa kitu unameza hizo dawa. Pastor kuja kula kitu. Hata juzi nilikuja hapa Sunday mama mwingine akanipea pesa. Kaniambia ende niwe chakula kwanza na fare. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakupenda. Ninakupenda. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa. Na makosa. Ulifufua Lazaro. Ulifufua Lazaro. Niponye mimi. Niponye mimi. Leo. Leo. Patia hizo 2000 ziko hapo. Nikikupatia 2000 utafanya nini nazo? Nitaenda pastor. Nitoe 500 ya nyumba niongezee na hiyo 15 niweke kitu. Chika hizi. Enda hizi. Ulikuwa nataka 500 sasa chukua hiyo 2000 enda uweke hiyo. Jumapili ukija utafuta huyu msichana yangu. Sawa. Utamjua Mungu kwangu? Utamjua Mungu kwangu au kwako? Akamuuliza Musa, ni kitu gani uko nacho? Nikujulishe. Mimi ni Mungu. Naongea mambo ya financial breakthrough. Naongea mambo ya upenyo wa kifedha. Aipeana bure. Hii hapana wokovu, atitapeana bure. Financial breakthrough is a different thing. Wokovu ni nyumba nyingine. Unaweza kaa wokovu na matambara tu. Maana kuokolewa ni kusamehewa dhambi uende mbinguni. Lakini financial breakthrough ni kitu ambacho hakipatikani kwa hivi. Wenyewe wanajua. Wanajua nitapenya. Wanajua how to catch. Uwezi ukichukua A na A uweke hapa zinafanana. Lakini ukileta A na B hazifanani. Hazifanani kabisa. A ina sound yake, B sound yake, C sound yake. Na Bwana anataka nini? Akamwambia Ibrahimu, nchi hii, Nairobi hii. Fanya hivi, sema Nairobi hii. Sema Nairobi hii. Niko na maploti zangu na mashamba. Na kule kwetu nimenunua mashamba. Mpe Yesu makofi ya kilo. You must wake up and prove to the nations that you are the God chosen. Lazima muanze kujua madhabahu ni nini. Alimwambia Yakobo, nitengenezee madhabahu hapo nikuje. Hakujagi pale hakuna madhabahu. Who told you that? Nani amekwambia hivyo? Hakuji pale ambapo hakuna madhabahu. Anakujaga pale kwenye madhabahu. Alimwambia Daudi, enda kule kwa Alauna ukamtengenezee Bwana madhabahu huko. Akamwambia, I will keep my promises. I will keep my promises. Soma 19:17-9. Hapo to Genesis. You Alpha and Omega,
We worship you alone. You are worthy to be praised. Genesis 17 and verse 9. God said to Abraham, Bwana akamwambia Ibrahimu, you also must agree hata wewe utakubali to keep the covenant with me, uweke ahadi yako pamoja na mimi, both you and your generations wewe na watoto wako in future generations. na vizazi vijavyo. That's okay. Genesis 17 number 7 inasema I will keep my promise. 17:9 inasema you also keep promises. I will keep my promise. You also, you have to keep. Kama hautaweka basi akija haiko. Maana if you don't keep it, it's not there. If you don't keep it, it's not connected to you. Sikiza hii mama. Sikiza hii kwa ajili ya watoto wako. I'm just giving this to your children. Na kupatia hii ni ya watoto wako. Ukamnenee hivyo. Ukamuite yale majina unataka. Ukampandie mbegu ya mema. Utakapompandia mwanao mbegu ya mema, adui hawezi kung'oa hiyo akapanda, maana wewe ni mzazi wake na umekwisha ipanda. Listen now. Na Mungu akaniambia nikwambie hivi, kuna watu hapa wanateseka. Kuna watu wanateseka. Nasikia maumivu katika roho yangu. Shida yangu ni ndoa. Ndoa ina nini? Ni kama imefunjika. Ilianzia wakati mmoja tukaenda ushago, vile tulikuwa tumeenda kupalilia. Vile tulienda kuamka asubuhi tukapata kwa mlango kuko na mafi. Kutoka hiyo siku sasa ndio sasa ndoa yangu ikaanza kusambaratika. Ilikuwa mwezi wa 10 mwaka uliopita. Ndio sasa ndoa yangu ikaanza kusambaratika. Alafu usiku kama nimelala huwa ninaota na mwanaume na simuoni, nasikia tu mwanaume amenilalisha. Sasa nikisimulia bwanangu hiyo ndoto, hata yeye ananiambia pia yeye aliota kama amelala na mwanamke. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out, Satan. I destroy your kingdom. Fire is on your kingdom. Come out. You have no power. Toa mizigo. Toa. Toa. Mliwafamia. Mliwafamia. Yeah? Mkafanya nini? Mlifanya nini? Nieleze. Yeah? 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 Ishe kabisa. Ishe. Ishe kabisa. Sasa mume wao huyu. Bwana yake yuko wapi? Yuko wapi? Nimempea mwanamke huko. Umemfunga yeye? Kule. Na huyu naye yuko wapi? Mliingia vipi? Mliingiaje? Mliingiaje? Yeah? Yeah? Mnakaa nje? Yeah? Wapi? Wapi? Wangapi? Achukua mizigo yako. Fungua bwana yake kule. Fungua bwana yake. Fungua bwana yake. Kule. Kule. Twende kwa bwana yake. Twende. Ita huyo yuko bwana yake. Mwambie mwachilie. I set the family free. You Alpha and Omega, we worship you alone. You are worthy to be praised. You are watching your telecar wherever you are. The marriage is broken now. They went to visit the parents. The following day, there was a stew. And from there, the marriage broken. She had a dream, having a man, and also the husband, having another lady. Unasikia namna gani? Nasikia poa. Hata huwa nachukia bwanangu. Akiingia kwa nyumba hata nasikia nitoke nje. Nasikia kumchukia tu. Na akitoka akienda, nasikia tu roho yangu iko sawa. Akienda nasikia roho yangu iko sawa. Akiwa kwa nyumba nasikia kumchukia tu. In the name of Jesus Christ, every demon confusion, whether you are HIV or not, you are under my feet now. I set this lady free.
You belong to Jesus. No HIV. HIV, die. Sasa tangu ulipoombewa huyo mwanaume amekuja. Hajakuja tena, hata kulala ninalala vizuri kabisa. Thank you, mpenzi, makofi yale mazuri. Mama, nimetumwa kwako. Siniangalie uso wangu. Unaweza kuniambia jiponye mwenyewe. Siwezi kujiponya mimi. I have nothing to do with my physical body. But in the spirit world, you know God. Leo kuna vitu nyingi mlinyang'anywa, nataka kuwaregeshea. I want to give you back. I have that power from the Lord. Acheni kuniangalia tunganga. There is something here. There is power here today. There is anointing here. If you believe this word today, nataka ukienda kwa nyumba yako, ukifungua mlango, usimame kwa upande wa mlango. Uambie zile roho ziko huko ndani, wasiambie toka nyota. Toka. Utafute kitu kimoja kwa nyumba yako, utupe na hiyo. Ibebe hizo maroho. Usimame upande huu mwingine. Mwambie Bwana, leta zile baraka ambazo mtumishi wako ameachilia. Kwa hivyo nataka kwa sababu ya wakati niseme kwamba Mungu akubariki sana. Na hapo ulipo, hatuwezi ngojea kesho. Ningetaka kuokoka, sema Yesu, mwana wa Mungu, nakupenda, nisamehe dhambi, niandike jina kitabu cha uzima wa milele. Sema amen. Wale wagonjwa, wewe ni mgonjwa, maandiko yanasema hivi, wakaenda wakapaka watu mafuta na wakawaponya. Nimeweka hii mafuta kwa mikono yangu nikimaanisha kwamba hivi nimejipaka hapa, ni wewe nimepaka. Ukubali ni wewe nimepaka, sababu ni kazi katika ulimwengu wa kiroho. Nataka kuomba na wewe. Hivi nimekupaka mafuta haya, nyosha mikono yako kwa runinga yako. Amini tu itatendeka. In the name of Jesus Christ. Nakemea mbinu na ujanja wote wa ibilisi. Mipango yote ambayo walio nayo katika nyumba hii kwa mtu huyu haitakuwa na uwezo. Nakemea kila aina ya maradhi, nakemea kila attack ya spiritual world, kila mapepo na kila laana na kila anga iliyofungwa nimeikemea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Pokea uhuru wako, pokea baraka yako, pokea kufunguliwa, pokea kuinuliwa. Kuwa kipenzi cha Bwana Yesu. Kutoka leo nimeachilia mawasiliano yako na Roho Mtakatifu. Sema amen. Hizi namba nimeweka hapa ni za kusimama nami kwa kipindi. Narudia kusema hizi namba ni za kusimama nami kwa kipindi hiki ili niweze kuendelea zaidi. Wacha niseme what God can do, no man can do. I miss you guys. God bless you. Shalom. Thank you. Ukanda waliona masaka wanaita